Hujambo na karibu tena katika kipindi cha siku ya leo. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na afya ya akili. Lakini si kujifunza tu, lakini pia unaweza ukapata mbinu za kivitendo za kuboresha na kuimarisha afya yako ya akili. Hii ni Eden Valley Tanzania na mimi ni Agnes Mzava. Siku ya leo tutakuwa tukiangazia utendaji kazi wa ubongo wa mbele na afya ya akili. Nipo na Miselo pamoja na Upendo. Karibuni sana. Asante. Nimefurahi kuwa na ninyi tena siku ya leo. Nashukuru. Kabla hatujaanza basi tuweze kupata ombi. Dada Miselo, karibu. Okay, tuombe. Baba mbinguni, tunakushukuru tena kwa nafasi nyingine ya kuweza kujifunza. Tunakuomba haya tunajifunza katuwezeshe Bwana kuweza kuwa na afya njema za akili ili tukaweze kutumika vyema katika jamii na tukaweze kuwa na ubora katika utendaji kazi wetu. Ni katika jina la Yesu naomba. Amina. Amen. Asante. Nikianza kwako dada Miselo, kwa kifupi, unaweza ukamkumbusha anayetufuatilia nini maana ya afya ya akili? Kama nilivyosema katika kipindi kilichopita kwamba afya ya akili ni ustawi wa kiakili unaomwezesha mtu kutawala hisia zake, kufanya uchaguzi na maamuzi sahihi, lakini pia kutambua uwezo wake na kuweza kujenga mahusiano bora na ya kudumu na watu katika jamii. Lakini kifiziolojia tunaweza tukaisema kwa namna tofauti. Kifiziolojia tunasema afya ya akili au afya njema ya akili ni pale ambapo ubongo wa mbele unakuwa na uwezo wa kutawala ubongo wa chini ama ubongo wa nyuma kama wengine wanavyoita. Tuanzie hapo. Leo tunaangazia ubongo wa mbele. Ubongo wa mbele unafanya kazi gani hasa? Okay, kabla sijaenda kwenye kazi za ubongo wa mbele, ni muhimu anayetufuatilia pia aweze kujua jinsi gani structure ya ubongo ilivyo. Kwa hiyo ubongo wetu umegawanyika katika sehemu kuu 4. 4. Ndio. Ya kwanza 3. Hapana, ni 4. Sehemu ya kwanza ni cerebrum, ya pili ni cerebellum, ya tatu ni brainstem, halafu ya 4 ni limbic system. Ambayo ndo limbic system ndo ubongo huo wa chini au wa nyuma kama wengine wanavyosema. Na cerebrum ndo sehemu kubwa ya ubongo ambayo inaanzia kuanzia nyuma ya kipanda uso kufika hadi karibia na kisogo, na baada hapo inafuata cerebellum, halafu brainstem inafuata kwa chini zaidi ambako inakuja kuunganika na uti wa mgongo. Halafu limbic system ama ubongo wa chini au ubongo wa nyuma ni sehemu ya ubongo ambayo iko chini ya cerebellum, ipo katika usawa wa pua lakini chini ya cerebellum. Unapozungumzia cerebellum ndo unazungumzia ubongo wa mbele. Sasa katika cerebellum ndipo tunapata ubongo wa mbele kwa sababu na cerebellum na yenyewe imegawanyika katika sehemu 4 tena. Leo kuna kazi hapa. Twende kwenye kazi. Ubongo wa mbele unafanya kazi gani hasa? Ubongo wa mbele upo mbele kabisa na ndio maana unaitwa ubongo wa mbele. Upo hapa nyuma kabisa ya kipanda uso. Ni sehemu hii. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inashughulika na michakato ya fikra, tafakari, mawazo na pia maamuzi na uchaguzi. Yote hayo yanafanyika katika ubongo wa mbele. Kwa hiyo tunapozungumzia leo tunaangazia ubongo wa mbele pamoja na afya ya akili. Kuna uhusiano gani uliopo kati ya ubongo wa mbele pamoja na afya njema ya akili? Okay. Kama nilivyosema mwanzo kwamba afya njema ya akili ni pale ambapo ubongo wa mbele unaweza kutawala ubongo wa chini ama limbic system. Kumbuka limbic system au ubongo wa chini ni sehemu ya ubongo inayoshughulika zaidi na hisia. Kwa hiyo kwa nini tunasema afya njema ya akili ni pale ubongo wa mbele unapotawala ubongo wa chini ama limbic system? Ni pale ambapo, kumbuka ubongo wa mbele tumesema unashughulika na maamuzi na chaguzi. Reasoning. Ndio. Lakini ubongo wa chini unashughulika na hisia. Kwa hiyo kwa kawaida binadamu ili aweze kufanya maamuzi sahihi, ili aweze kufanya uchaguzi sahihi na kuwa na tafakari na fikra sahihi, anatakiwa kutawala hisia zake. Kwa hiyo ina maana kuna wakati inatokea kwamba ubongo wa nyuma unaongoza ubongo wa mbele. Ndio. Na hapo ndipo tunasema mtu ana changamoto ya afya ya akili, pale ambapo ubongo wa chini ambao unahusika na hisia unakuwa na utawala juu ya ubongo wa mbele.
hayo yalikuwa ni mahusiano kati ya ubongo wa mbele pamoja na afya ya akili. Ninaamini ambao umetufuatilia huenda ukawa umepata swali au umepata jambo fulani la kuongeza. Usisite kutuandikia katika ukurasa wetu wa comment hapo chini. Lakini kwa wewe ambaye utahitaji kutufikia moja kwa moja, unaweza ukatupigia kwa simu 0748680717. Lakini pia kwa wewe ambaye unakuwa una mzigo fulani au ombi fulani, tutajisikia furaha kushirikiana na wewe katika maombi kwa kututumia ombi lako kupitia namba ambazo nimezitaja hapo awali. Nikirudi kwa dada Miselo, kipi ambacho kinatokea ubongo wa nyuma unapokuwa unaongoza ubongo wa mbele kinyume na inavyotakiwa kuwa? Hapo ndipo tunasema mtu ana changamoto ya afya ya akili, kwa sababu ubongo wa nyuma unapotawala au ubongo wa chini unapotawala ndipo mtu anakuwa anaongozwa na hisia kama za chuki, hasira, uoga, hofu, wasiwasi, husuda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hisia zinapotawala zinamfanya mtu asiwe na uwezo wa kufanya uchaguzi sahihi, kwa sababu sasa ubongo wa chini umechukua utawala. Kwa hiyo nikimkuta mtu anaogopa au mtu ana hofu, ina maana hapo tayari ubongo wake wa mbele haufanyi kazi, unaofanya kazi ni ubongo wa nyuma. Ndio, kwa sababu kwenye limbic system kuna sehemu mbalimbali, lakini kuna sehemu moja naweza nikatolea mfano, unaitwa amygdala. Hiyo ni sehemu ya limbic system ambayo inashughulika na miitikio ya mshtuko wa mwili ukiwa katika hatari. Na mara nyingi mwili ukiwa katika mwitikio huo wa mshtuko, flight and fight mode inaitwa. Kwa hiyo mwili ukiwa katika hali hiyo huwa inafanya frontal lobe au ubongo wa mbele kushut down. Na mtu akilazimika kukaa katika hali hiyo ya mshtuko, ya mwitikio wa mshtuko kwa muda mrefu, yani mtu akilazimika kukaa katika fight and flight mode kwa muda mrefu, ana hatari ya kufanya amygdala ikaongezeka ukubwa, na kwa sababu ya kufanyishwa kazi sana, na ikifika katika hatua hiyo mtu huyo anakuwa ana uwezekano mkubwa wa kuwa na changamoto ya wasiwasi, ambayo kwa Kiingereza tunasema chronic anxiety, ama akawa na changamoto ya phobia. Phobia ni hofu iliyopita kiasi. Nini kinachoweza kikampelekea mtu akae katika hofu muda mrefu? Kuna vitu kama majeraha ya utotoni. Mtu anaweza kawa amekumbana na changamoto za utotoni, kushuhudia wazazi wakigombana kwa muda mrefu. Kwa mtoto mdogo anaposhuhudia hivyo vitu, vinafanya amygdala ya mtoto kuwa active kila wakati, kwa sababu anakuwa na mwitikio wa hatari anapoona baba na mama wanagombana. Haya, tukiachana kwanza na amygdala, dada Upendo, Biblia inazungumza chochote kuhusiana na ubongo wa mbele? Ndio, Biblia ina mengi ya kusema kuhusiana na ubongo wa mbele. Ubongo wa mbele ni sehemu ambayo Mungu anaweza kuwasiliana na kila mwanadamu. Tunaposoma Ufunuo sura ya 14 mstari wa 1 unasema, kisha nikaona na tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Utasoma na Ufunuo 22 mstari wa 4. Nao unasema, Ufunuo 22 mstari wa 4, nao unasema, nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Anaposema kwamba na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, inamaanisha tabia ya Mungu. Kwa hiyo sehemu pekee ambapo Mungu anapoweza kumuongoza mwanadamu kutembea katika njia ya ukamilifu ni kupitia tu ubongo wa mbele. Kwa hiyo anaposema kwenye nyuso zao ndio anamaanisha ubongo wa mbele. Kwa hiyo usema hivyo, Biblia inataja moja kwa moja ubongo wa mbele. Ndio, haswa kabisa. Na ndio tabia ya Mungu. Wanyama na sisi wote tuna ubongo, si ndio? Kipi ambacho kinatutofautisha kiasi kwamba Mungu anawasiliana tu na sisi, awasiliani hiyo imekaaje? Sawa, swali zuri. Tuna tofauti kubwa na wanyama. Ubongo wetu wa mbele ni mkubwa
kushinda ubongo wa wanyama ni mdogo. Na sisi tuna 33% ya ubongo wa mbele. Lakini wanyama kama vile mbwa ana 7%, paka ana 3%. Na hivyo tofauti kwao hawawezi kufikiri. Wao wanaishi tu katika hisia, lakini sisi tuna uwezo wa kufikiri kwa sababu ya ubongo wetu wa mbele ni mkubwa. Miss Upendo, nikitaka kuuliza swali lingine hapo. Kuna hatari gani? Biblia inatuambia kuna hatari gani endapo hatutatumia ubongo wetu wa mbele? Hatari ni kubwa kwa sababu sisi sote tuko katika pambano la akili, na pambano hili linahusisha wema na ubaya. Tukienda kitabu cha Warumi sura ya 7 kuanzia mstari wa 14 na wa 15 nitasoma. Anasema, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Na kwa asili mwanadamu alivyoanguka kwa kushindwa kufuata maagizo ya Mungu, tayari alianguka katika dhambi. Kwa kushindwa kutumia ubongo wake wa mbele. Ndio kikampelekea aanguke katika dhambi. Sijui najaribu kupata sahihi? Hapana. Ubongo wake wa mbele ulikuwa ukifanya kazi vizuri, lakini machaguzi aliyoyafanya yalimletea madhara ya kuwa katika hali ya dhambi, kwa sababu alijitenga na Mungu kwa kuchagua kufuata maagizo kinyume na mapenzi ya Mungu. Hatari ni nini? Tukimalizia hapo. Hatari ni hii. Kwa sasa tunapaswa kuongozwa na ubongo wa mbele. Ndio unaopaswa kutawala kila kitu kinachomhusisha mwanadamu. Maana ubongo wa mbele ndipo Mungu anapotamani kuiandika tabia yake. Na tabia yake imejengwa katika upendo. Hivyo mwanadamu anaposhindwa kumruhusu Mungu kuwasiliana naye kupitia ubongo wa mbele, anaweza akajipelekea katika hatima ya kukosa umilele, na hivyo kupata mauti milele. Ila tu pale atakapomruhusu Mungu aweze kuwasiliana naye kupitia ubongo wa mbele ambao unahusisha kufikiri, ndipo anapoweza kuenenda katika ya maisha kwa wepesi na kuepuka mengi ambayo yangeweza kuongozwa na ubongo wa chini, kuwa na mambo ambayo hayapendezi. Dada Upendo, tunapoenda kumalizia, nini ambacho tunachopaswa kufanya? Kila mmoja wetu anachopaswa kukifanya ni hichi. Ni kumruhusu Mungu atawale ubongo wetu wa mbele, na ni kupitia tu Kristo pekee tunaweza kupata ukombozi dhidi ya vita hii ya kiakili, ili kuweza kukaa katika afya njema ya kimwili, ya kiakili, lakini pia na kiroho. Ni kumruhusu Yesu pekee ndio anaweza akatusaidia katika uponyaji halisi. Ninaamini katika haya ya siku ya leo umeendelea kupata vitu ambavyo vinaweka alama ya mabadiliko katika maisha yako. Nikukumbushe tu kujitahidi kutumia ubongo wako wa mbele na sio ubongo wa nyuma kuongoza ubongo wa mbele. Nikukumbushe kuendelea kututumia ujumbe wako au ombi kupitia namba 0748 68 0717. Lakini pia usiache kuendelea kusubscribe katika akaunti yetu Eden Valley Tanzania, pamoja na mitandao yetu ya kijamii Instagram pamoja na Facebook. Tunapoenda kumaliza, nikukaribisha dada Upendo kwa ajili ya kutupatia ombi. Asante, tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kuwa pamoja nasi. Tunaomba kila mmoja wetu akabarikiwe atakaye kwenda kusikiliza, lakini na sisi pia. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mpaka wakati mwingine. Asante. Tutakuja. Barikiwe.